UK. Huyu bwana mkubwa, mwanachuoni mkubwa, ndio shekhe wa mashekhe zake, kachukua elimu kwake. Kisha akamtaja Sayyid al-Imam al-Qutb al-Habib Ali bin Muhammad al-Hashi, akasema huyu bwana mimi laqani, amenipa talqini, wa albasani, na amenivisha vazi, wa ajazani, na amenipa ijaza, ijazatan muttasilatan al-asanid, ijaza ambayo isnadi yake imeshikana toka chini mpaka kwa bwana mkubwa, kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukija kwenye hadithi, ukija kwenye tauhidi, ukija kwenye fiqh, sio mambo ambayo ya kubaranganya. Kwa hivyo akachukua kwa bwana huyo akamtaja al-Habib Ahmad ibn Hassan al-Atas, huyu pia katika mashaka zake wakubwa, mwanachuoni mkubwa, akataja vile vile kwamba amemlakinia, akamvisha libasi na akampa ijaza, tena ijazatan muttasilat al-asanid. Akamtaja na al-Habib mwanachuoni mkubwa huyu Ubaidillah bin Muhsin bin Alawi Saqqar rahmatullahi alayhim wa nafa'ana bihi, huyu pia akampa ijaza, akamvisha libasi, akamlakinia na akamtaja na mwanachuoni mkubwa ambaye baada yule wa kwanza mtaja al-Habib Idarus bin Umar, akamtaja huyu al-Habib Fadl bin Alawi. نعم akamtaja al-Habib Fadl bin Alawi bin Sahli, huyu mwana Dawila, mwanachuoni mkubwa ambaye alikuwa Istanbul na alikuwa wali wa Dhufar, mwanachuoni mkubwa na vitabu vingi, na ndio katika watu ambao alifanya ziara hasa alipokwenda Istanbul. Al-Habib akakaa kwake akasoma, na si muda mrefu, na yote kuonesha kwamba fahamu zake zilikuwa kali na akili yake na uchamgu wake, kwa sababu katika kupata elimu uchamgu unachangia sana, kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wattaqullaha wa yuallimukumullah, mshani Mwenyezi Mungu atakufundisheni. Sasa hii takwa hii ndio ambayo inatusumbua sisi, na hii takwa hii hao waliotangulia salafa ndio kitu ambacho wao kinawashughulisha, wanaitafuta takwa mwanzo, na takwa ndio mkusanyiko wa kheri zote, na kwa mtu hana takwa anakosa kheri. Kwa hivyo kheri zitapatikana kwa bwana huyu kwa kukusanyika na mabwana kama hawa, na akapata elimu kwa muda mfupi, lakini kutokana na fahamu zake kali na uchamgu wake akarudi Unguja mwaka 1300 akiwa na umri wa miaka 23, akapewa ukadhi. Leo nafupisha tu, akapewa ukadhi na wakashukuru watu, akapewa ukadhi hapa Zanzibar, wakashukuru watu wa Zanzibar, na alipokadhi alikuwa ni Sultani Barghash bin Said, kampa ukadhi, kufanya kazi yake hiyo kwa uadilifu na kwa insafu kabisa, na watu wakiridhika namna wakienda kwake kutokana na ugomvi wao, wakifika kwake wanaridhika, na akaishi kwa uzuri na watu, na akakaa kwa kipindi cha miaka 40 katika ukadhi. Jumla ya watawala walikuwa 6 na wote walimkubali. Leo nafupisha tu, na wote walimkubali, na akawa amependeza kwa watu. Lakini pamoja na hali hiyo, wakati amerudi kutoka safari, ikawa sasa yeye ni mtu wa kufanya muraja na mutala pamoja na kuendelea kusoma kwa mabwana. Na katika hao aliporudi akawa anakwenda kusoma sana na taraji sana kwake huyu Sayyid Abdul Hussein al-Marghashi al-Tusturi. Huyu alikwenda kusoma kwake, alikuwa hatoki sana kwake, وربح وفوز ليس يحصيه تعدادي. katika kusubiana na watu wema, watu wa kheri, ni kullu ghanimatin, unapata ghanima, unapata faida nyingi sana. Haya ndio aliona al-Habibi arudi tena Hadharamout, akaenda zake Istanbul, akaenda zake Maka, akaenda zake Misri, akachukua kwa wale wachukua, akafanya ibada hija, akaenda zake Madina kwa Mtume sallam, kufanya ziara pamoja na hali yake ilikuwa ni ngumu. Kwa haraka al-Habib akarudi zake Unguja, na kweli kwa mwendo wa kasi kidogo, akarudi zake Unguja kurudi
ikawa anafanya kazi kubwa, akapewa kazi. Mkuta yule mtawala wa mwanzo ambaye Sultan Barghash amekufa, kukutana na Sultani Khalifa bin Said, akampa kadhi na walimtunza lishani wale watawala wote kutokana na kazi yake ilikuwa nzuri na uchambuzi wake na elimu yake. Na wakati anafanya kazi ya ukadhi, akijishughulisha na kutunga vitabu, akijishughulisha na kufanya da'wa, akijishughulisha na kufanya mutala, ni kazi ambazo kila moja ni shughuli shaghil. Sisi hatuna lolote tunalofanya, vitabu tele, kila mtu ndani nyumbani, kushika kitabu kutwalia hawezi, saa zote mtu anacheza simu. Hii ndio ilikuwa kazi yake Ahmad bin Abubakar bin Subaiti, akawa analingania watu, anasomesha asubuhi na mchana. Na Sheikh Abdullah al-Allama Sheikh Abdullah bin Saleh al-Farisi rahmatullah alayhi anasema nusu ya wanazuoni wa Unguja, nusu ya wanazuoni wa Unguja ni wanafunzi wa Habib Ahmad bin Abubakar bin Subaiti. Mpaka akasema hivi Sheikh Abdullah, ujue Unguja wakati huo kulikuwa kuna wanazuoni kweli kweli, wanazuoni ni wengi sana, lakini taa zilikuwa zinatofautiana, kila mmoja ana volti yake. Volti al-Habib ilikuwa iko juu kubwa, haifikiwi na yoyote, mpaka katika kusema al-Habib Umar ibn Smith kwamba intahat ilayhi riyasatu al-ilmi fi aqtar sawahil qatibatan, ilmu imekoma kwake al-Habib Ahmad bin Abubakar bin Smith. Na maneno anayosema ni al-Habib Umar bin Ahmad bin Abubakar bin Smith al-Qutb. Kila mtu anamkubali al-Habib Umar, kila mtu katika hii Afrika Mashariki na ulimwengu mzima walikuwa wanamjua al-Habib Umar, wanamkubali al-Habib Umar bin Smith. Wanasema kwamba hii imekoma, maana yake hakuna mtu tena aliyevunja rekodi ya al-Habib Ahmad bin Smith, na hakuna aliyefikia, hakuna aliyevunja rekodi akapituka ile ya Habib Ahmad au kumkurubia al-Habib Ahmad. Pamoja watu wanasema kuna zawadi kadri, lakini al-Habib Ahmad kwa maneno ya huyu al-Qutb ni lazima sisi tuyakubali. Mwanachuoni mkubwa, akafanya kazi kubwa, na pamoja na wote kuna watu wanamhusudu. Sheikh Hamad ambaye alikuwa mufti wa Tanzania, Sheikh Hamad bin Juma bin Hamad, ana rekodi yake moja, anazungumza gonjwa la hasadi maarufu, imetangaa sana ndani ya mtandao, na akasema hasadi imewakumba sana wanazuoni. Wanazuoni wanahusudiana kweli kweli. Sasa al-Habib Ahmad kuna watu wakimhusudu kweli kweli, kwanza kwa sababu ya ule ahli beti wake ule, alafu na ile elimu yake, alafu na ile zuhudi na takwa yake, na kukalia mbele kuwashinda watu. Sasa kuna jambo mengine mtu anakuwa nafsi yake ikubali, nafsi na nafsa la amaratu bisui ila ma rahima rabbi. Ikawa kuna bwana mmoja siku hiyo kamfuata kumwambia maneno makali. Al-Habib Umar anataka kumkinga babake na ule mtu asiendelee kumkana, akamwambia mwache, ambia sisi